Msungi Frederick Msungi, kuna kanuni moja hapa pastor huyu ameifafanua hapa, na ni kanuni muhimu sana kwako wewe Mkristo na kijana yeyote kufanikiwa. Kwa kijana yeyote, hivi nasemaje? Yeyote kufanikiwa. Hebu tumsikilize. Kuna kitu kinaitwa kanuni ya mbegu, chakula na uwekezaji. In every single cent Mungu anayokupa, kwenye ile fedha kuna mbegu, kuna chakula na kuna investment. Sasa sisi wengi ile fedha tunaiweka kwenye muonekano wakati bado saa ya muonekano haijafika. Yaani kwa mfano wewe ulipokaa hapo, kwa nini uvae suti ya $700,000? Wewe nani anakuona? Yani unavaa suti ya $700,000 kwa kipi unachokifanya na nani anayekuona? Wakati unaweza ukavaa hiyo ukaenda pale Karume, na nitakuonyesha machimbo tu vizuri ili ujue kwamba mimi pia ni mwenzio pale Karume, na ukachukua koti ukafananisha na suruali na ukalivaa na asigundue mtu. Kuna kipindi kitafika Mungu akikuinua hivyo vitu vikihitajika, na sio tu kwamba wewe utanunua. Kuna wakati utaingia dukani na kuna watu watafanya shopping kwa ajili yako, kwa sababu wakati umefika. So kinachotufanya tusiwe competent kwenye biashara na kwenye maeneo yanayohusu fedha ni kwa sababu we fake. Yani tunataka kuonekana kuliko kuwa, lakini hatujaitwa kuonekana, tumeitwa kuwa. Na kuwa kuna mchakato, na Biblia inasema naye Yesu akakuwa katika hekima na kimo. Kwa hiyo kama Yesu alikuwa katika hekima na kimo, katika kila unachokifanya lazima ujipe nafasi ya kukua. Na hicho Mungu anatuonyesha kwenye kitabu cha Mwanzo. Mungu alikuwa na uwezo wa kuumba dunia, mbingu, nchi kwa siku moja, lakini unaona anakaa siku ya kwanza anasema iwe nuru, alafu anapumzika. Anaumba kitu kingine siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, siku ya tano, siku ya sita anamaliza kazi yake, siku ya saba anapumzika. Kwa nini Mungu amefanya hivyo? Yaani kama Mungu ana uwezo wote, angeweza kusema chochote ninachokiwaza kitokee kwenye dunia kitokee saa hii, lakini amekiumba siku moja moja. Alikuwa anatufundisha kanuni ya kwamba maisha yanaenda kwa mchakato, hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita. Sasa leo huwezi ukamwona tu Pastor Fred amekuja unaanza kuangalia amevaa nini, unaenda kukitafuta kesho, wakati hujui. Mimi pengine hata sijanunua. Kuna mtu tu nimemwombea huko, mapepo yametoka, kaambia mchungaji